maana wewe peke yako ndio tunaabudu na kukuinulia macho. Nchi yetu ya Kenya ni mikononi mwako asubuhi hii. Unaifahamu vyema Mungu wetu, unaijua vyema, unajua viongozi wetu, unajua wote ambao wako katika hii nchi, maana umeandika majina yetu katika viganja vya mikono yako. Baba yangu, asubuhi hii ninaomba amani yako, upendo wako juu ya nchi yetu. Umetushikilia kwa njia ya kipekee, mfalme wa wafalme. Kama sio wewe hii nchi ingeungua, lakini wewe uko nyakati zote. Unatutendea mema mfalme wa wafalme, maana wewe ni baba yetu wa ajabu, Mungu mkuu ambaye hatuna mwingine wa kuabudu kama wewe. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu. Wewe uketie juu ya vyote, sifa isifike kitini mwako, wimbo ukawe manukato. Wewe
tunasema ni asante. Asante kwa sababu ya asubuhi hii. Asante kwa sababu umetujalia Mungu tumeweza kufika katika nyumba hii. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kila mmoja anamkabidhi mikononi mwako katika asubuhi hii. Nasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Asante kwa sababu wewe ni baba yetu. Hatuna mwingine aliye kama wewe. Tunakuinua, tunasema unastahili. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu tualika mahali hapa ukaweze kutuongoza kwa kila jambo na kwa kila neno tutakalolizema. Bwana, jina lako limidiwe na jina lako litukuzwe. Baba, katika jina la Yesu tunalienzi jina lako, tunasema ni asante. Asante kwa sababu ya kipali ambacho umetupa katika asubuhi hii kuingia katika hema hili kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tukabidhi kila mmoja mikononi mwako anayetusikiliza Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukamwezeshe, ukamuonekanie, ukampiganie Bwana anapolisikia neno lako. Mungu amani, sifa na utukufu sikurudie wewe. Walio njiani ni mikononi mwako wa Bwana. Asante kwa sababu ya maisha ya kila mmoja. Tumejikabidhi, tumenyenyekea chini ya miguu yako, kaweze kuinuliwa Bwana. Asante kwa sababu tatamalaki mahali hapa, uinuliwe na utukuzwe, maana wewe ni Mungu. Kwa Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Monena bakwe. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Monena bakwe. Mungu ni mwema. Nyasaye nomia. Mungu ni mwema. Nyasaye nomia. Yesu akawaambia wanafunzi wake, Yesu akabatebia aboroki wabaye ya kwamba kesheni na dumu katika kuomba. Ingaganyerera naende menya asama sabo. Dumu katika maombi. Menya asama sabo. Maana mujaribu hako karibu. Ekiagera no arange. Mujaribu wako hako karibu. Ekiagera motemi no arange. Na wewe ambia jirani yako mujaribu wako hapo. Na ayetebi oyo muramo nerengo. Unayenisikiliza jua ya kwamba mujaribu wako pamoja na wewe. Oyo ntegerete manyango motemi no aramo na. Hayuko mbali. Taliare. Ako na wewe. Igaramo naye. Mutasame vizuri, muelewe jinsi alivyo. Moligerelie buyama nyabunana. Mujaribu ako pamoja na wewe. Maana Yesu mwenyewe alijua. Ekiagera Yesu mwenyewe na amanyete. Akachua mujaribu hata ondoka mbali. Akamanyanga motemi tali kuruale. Anakuwa karibu na yeye aliye naye. Igakoba angeno olio ramo. Ako karibu na wewe tu. Nigoramo naye. Utasame na uchunguse. Oligerelie na ande olingo olie. Ni hivyo. Ako na wewe. Na aramo naye. Yesu alikuwa anajua Yesu niga manyete. Kuna majaribu yatakujia wanadamu. Ingama temunara ajere. Ndio maana akasema tukese kwa kuomba. Na kieko rate bate ngatiga tukanyerere. Usipoomba hutaona. Onya togo sabatoko. Usipoomba hautajua. Onya togo sabatoko manya. Ndio maana Yesu akajua. Na kieko ra Yesu amanyete. Akawaandaa wanadamu. Akabaliga ni mwanya bantu. Akawaandaa wanadamu. Akabaliga ni mwanya bantu. Wasidi katika kuomba. Bagenderera sama sabo. Utaweza kuwa kanisani na uombi. Na boko bese kanisa. Lakini ukiingia unaingia unaona tu ni taratibu, kanisa iko kawaida. Ekerogo swani. Lakini anayeomba. Anayeomba. Oyo ogosaba. Anaona sio kawaida, kila siku inabadilika. Ekerago saba na baharo janga kila siku na majukumu yake. Kwa sababu ya maombi. Esenga nchi ya masabo. Dumu katika kuomba. Menya sogo saba. Msiche mkaingia katika majaribu. Timo basako soa sama temwa. Yesu akasema siku za mwisho ama tuko yo moelio upendo wa wengi utapoa. Obwanchani bwa bange mbokende. Utapoa. Mbokende. Usipoomba hutajua hivyo. Onye togo sabato. Kwa maana mtakatana nyinyi kwa nyinyi. Ekiagara mwanga ne inua si inu. Mtagombana nyinyi kwa nyinyi. Imonyale mo kuma na katika tieno. Mutakataana. Nabo mo kuangana. Mutadudumiana. Nabo moko beka na inse. Yes. Bwana asifiwe sana. Hizo ni siku za mwisho. Ayina matuko yo moelio. Sijui kama unajua siku za mwisho zimekaribia. Timanye tiko seno maetenga matuko yo moelio. Kwa sababu upendo umepoa. Ekiagara obwanchi. Watu hawaendi kanisa. Watu hawaendi maombi. Watu hawataki kujua neno. Ni upendo umepoa. Sio kawaida. Sio kawaida kutoomba. Ni upendo umepoa. Upendo wako pamoja na Kristo. Ndio maana hata kanisani unakuja upati, unapata vitu inaenda hivi, unapata vitu iko mbaya na uoni. Hautaona kwa sababu umekataa kuomba. Wacha jina la Bwana Yesu litukuzwe. Lakini neno moja nataka kuambia.
dumu katika kuomba. Menya asogosaba. Ndio tutaweza tukujua mahali tumetoka na mahali tunaelekea. Kama sio Mungu Nyasaye amekuwa pamoja nasi, haungekuwa jinsi ulivyo. Ndio maana kitabu cha Psalms chapter number 118 Saburi emia ya mona 13 verse number 17 inasema hivi: sitakufa bali nitashuhudia, bali nitaishi nishuhudie mema matendo ya Mungu, matendo makubwa ya Mungu. Ndio maana uko hai, sio kwa nguvu zako uko hai, ni kwa sababu uko hai. Matendo ya Mungu kupitia kwako yaweze kuonekana. Hebu soma mami, nasema inchetingo kwa kulende nimbe moyo elinde ndalio gokora kwa monene omonene obeire okongege susuro ekenene yokondongia kulende tantigetinkwe. Hautakufa. Umepata majaribu, togo kwa irwe gesusuro, umekataliwa na watu, kuangirwa na abantu, umeitwa mchawi, kwarokirwa morogi, umeitwa wewe ni devil worshipper, kwarokirunga haya, lakini baada ya devil worshipper wachakuchukua kulende mbara koira. Ndio maana Mungu anasema ushuhudie matendo ya Mungu. Ndio maana unaishi, ndio maana uko hai, ndio maana bado unatembea. Haungetembea kama sio Mungu. Anakuachilia tu uendelee kushuhudia. Amekuacha ili ushuhudie. Unaua ugonjwa wa wengine wameua wakakufa kwa ugonjwa huo ambao uko nao, kwa mgongo huo ambao umekusumbua kwa miaka, kwa maradhi hayo yamekusumbua, lakini bado hujakufa. Ni Mungu amekuacha ili ushuhudie. Mateso uyapitiayo sio ya kwamba unayapitia kwa sababu Mungu amekuchapa. Sio kichapo umepata, lakini ni Mungu anahitaji kushuhudia ya kwamba walio wake watateseka, lakini kitambo kidogo, Mungu atakuinua tena katika jina la Yesu Kristo. Mateso unayoyapitia ni kwa muda tu. Kuna tumaini tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio umekerwa na mambo ya dunia, ndio umekerwa na magonjwa, unasema kwa nini Mungu ameniacha? Ambia Mungu asante kwa sababu nimeshikwa na ugonjwa. Bwana najua kitambo kidogo utaniponya tena. Ili iwe na jambo la kusema, ni ushuhuda unatafuta. Hiyo ugonjwa ni ushuhuda. Ndugu yangu, dada yangu, huo ugonjwa, hayo mateso ni ushuhuda. Kitambo kidogo tu. Kitambo kidogo tu. Kuwa na tumaini. Hatima yako haitakuwa vile ulivyo. Mwisho wako hautakuwa hivyo. Hapa utalia leo, leo utaangushwa, leo utalia machozi, leo utakuwa na uchungu, kesho yako itakuwa salama ukimtegemea huyu Mungu. Ukimtegemea Mungu, kwa maana kwake kuna kimbilio. Yeye ndio ngao yetu, yeye ndio msaada wetu. Kila mara tunapokimbilia kule, tunapata msaada. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Tunapata kuinuliwa tena. Ndio maana unakaa. Ndio maana Mungu amekuacha ukae jinsi ulivyo. Mateso hayo ni kwa siku chache. Kudurumiwa huku unadurumiwa ni kwa siku chache tu. Kitambo kidogo Mungu atakushika tena. Biblia inasema atakushikilia kwa mkono wake mwenye nguvu. Biblia inasema katika Psalms 124,
kama sio Mungu onye tali nyasaye mwanadamu angenimesa ningali hai. Kama sio Mungu onye tali nyasaye amekuwa katika upande wako, wanadamu wangekumesa. Kwa hiyo majaribu yanatoka kwa wanadamu, haitokani na tumbiri, haijui, haitokani na wanyama wa porini, inatokana na wanadamu. Maana Biblia inasema kama sio Mungu amekuwa katika upande wako, wangelikumesha ungali hai. Hebu nisomee hiyo, inasema aje? Zaburi ya 124 inasema ine na kiyale gocha koba onyo mone na tabeta sensemo yaito tigaba Israeli bairane. Waisraeli waseme Waisraeli ni wana wa damu, wametengwa kwa ajili ya Mungu. Aba Israeli na abantu bali babekirwa nsema singinjo wamewekwa kando kwa ajili ya Mungu. Babekirwa nsema singinjo wao ni utukufu wa Mungu. Ayenobo nene bwa mateso wanayapitia Mungu akijua. Ama emechando bagwetera iko bagwetera walikuwa wanacharibiwa Mungu akiangalia. Niko balenga gotemwa nyasaye kali. Lakini wamewekwa kando kwa ajili ya Mungu. Kulende babekirwa nsema singinjo ya nyasaye. Ndio maana wakaishi. Na kiyako arabara amenye. Kama sio Mungu amekuwa katika upande wako, wanadamu wangekumesa. Unajua mwanadamu angekumesa. Majaribu yanatoka kwa wanadamu. Ndio maana Mungu akakuweka hapo kama kondoo. Mungu akakuweka hapo akijua wewe ni wake, kwa sababu ulishika neno lake na ukaelewa neno lake. Biblia inasema hata kuacha. Hata kuacha. Aliambia Joshua mwana wa Nuni. Akatabia Joshua mwana wa Nuni. Joshua, Joshua, uwe mwangalifu. Usimame vyema. Uwe na ujasiri. Akamwambia Joshua, wewe ndio utakayeritisi watoto hawa kuvuka ngambo ile. Mto wa Jorodani. Hey, unafikiria mto ni nini? Mto ni kanisa. No manyetenga oroche ninki oroche kasane kanisa. Mto ni kanisa. Oroche ne kanisa. Mahali wanyama wanapatikana. Ase eminyama egotoka. Nyangumi iko ndani. Chinyangumi na ochire. Choka iko ndani. Ngiti chinana na ochire. Aya. Na kila kitu. Na kerege. Minyama yenye sumu iko ndani. Lakini alipoambia Joshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Akatabia Joshua, omotenenelione osomora yono maneno okuli. Imagine Musa alikuwa anaongea na Mungu. Manya Musa ni galenge wokwana na Yesu. Akakufa. Kolenda akakwa. Yani anaambia Joshua aongoze wana wa Israeli. Arae abana ba Israeli. Ni yeye tu Mungu ameona. Kwa watu wote Mungu ameona Joshua. Mbona hakuona wote? Kanisa hili Mungu wewe ndiye anaona peke yake. Yeye Mungu amekuona wewe ndio utakayewaongoza watu wao. Lakini ukumbuke hii ni mto. Kuna choka wenye sumu ndani. Akamwandaa Joshua. Akamwambia wewe tu. Lakini usimame vizuri. Uwe mwangalifu. Usimame ngangali. Na usiogope. Nitakuwa katika sehemu yako. Vile nilivyokuwa na Musa. Imagine kama Joshua hakukuwa karibu na Musa. Akaona jinsi Musa anapitia mateso. Akaona Musa jinsi anavyosimama vyema wakati wa majaribu. Na Mungu kweli akaangalia akaona Joshua kweli. Umekuwa na Musa kwa kiasi. Akamchagua Joshua. Akamwambia ni wewe. Raundi hii ni wewe. Mungu anaangalia wewe tu. Wewe mcha Mungu, wewe ambaye Mungu ametenga. Wewe umeachana na ya ulimwengu, umekuja kanisani. Usiondoke kwa sababu ya matatizo ya watu. Usiondoke kwa sababu ya mangaisho ya watu.
watu watakuangaisha. abantu mbagochande Bakulie mwando bakotenga hatutakula wala hatutakunywa. bagoteba ngati Mpaka tuone ya kwamba tumeangamiza kila kitu. goikatorole ngati wasalirikirege. Bwana Yesu asifiwe. Omwana bako. Haleluya. Yes. Joshua akachaguliwa Yoshua agachorwa na Mungu. na Nyasaye. Akamwambia Akamutebia usiogope. tobasa kuiruka. Vile nilivyokuwa na Musa Bunanalenga na Musa. nitakuwa na wewe. Na haya nabonda abana Hey, naye. Joshua alikuwa ameogopa na Yoshua kanyora bwoi. nataka kukuambia Joshua alikuwa ameogopa. Yango tebinga Yoshua. Ndio maana Mungu akakuja akamtia nguvu. Na kia kwa Akamwambia jinsi nilivyokuwa na Musa. Akamutebinga bunanalenga na Musa. Nitakuwa na wewe. Na haya nimbamo naye. Usiogope maneno yao. Tobasa kuiruka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Usiogope maneno yao. Tobasa kuiruka. Mungu alikuwa anajua wanadamu watampiga. Nyasaye na manyetenga mwanya nguvu. wake. Kulenda Akamutia nguvu. Akamomenta Akamwambia nitakuwa na wewe. Akamutebinga nimbamo naye. Sitakuacha wala sitakupungukia. Tingo Sitakupungukia. Tingo gotiga goseti tokolemerwa. Mateso nao yapitia unafikiria Mungu ajui? Emechandelio goetera obugete Nyasaye tamanyeti. Nataka kukuuliza mateso unayoyapitia, Emechandelio machozi unayoyalia, unafikiria Mungu ajui? Hautakufa. Togokwa. Uko hapo kwa ushuhuda fulani. Nororora singa nchio boroli. Uko hapo Mungu anataka ajitukuze kupitia mateso unayoyapitia. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Mateso unayoyapitia Mungu anajua. Katika kitabu cha 1 Corinthians chapter number 10. Ase kitabu kia verse number 13. Aba Korinto yeli tangani. Inasema jaribu alitakupata wewe isilokuwa lile ambalo linapata wanadamu wanaoishi katika ulimwengu. Lakini kupitia kwa jaribu hilo Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kusimama vyema. Haleluya. Ili uweze kusimama. Ata kupitia kwa hilo jaribu hilo ambalo linakufanya ulie kila siku. Mateso hayo hayana kufanya ulie kila wakati. Hayo yanakufanya mpaka unakerwa na maisha. Unasema ni heri nife kuliko kuishi. Usiangalie hivyo, kumbuka kuna Mungu mbinguni. Jua kuna Mungu mbinguni ambaye atakupigania. Katika mateso unayoyapita Mungu atakupigania. Elisha alilia. Elia akalera. Alilia. Alisema ni heri nife kuliko kuishi. Mbona Mungu ninayapitia mateso kama haya? Mbona Mungu ninapitia mateso haya, ni heri nife. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiria Mungu ajui mateso unayoyapitia? Watumishi wa Mungu ni wangapi walipitia mateso? Mahangaiko yale unayohangaika nayo. Hayo ndio mlango wa kutokea Mungu ameweka katika maisha yako. Wewe tu tumainia huyo Mungu. Wanadamu wako hapo kwa ajili yako. Wako hapo wakukere, wakutie nguvu, wakuchochea, kukuambia kwamba wewe hawakuhitaji tena. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Yeremia chapter number verse 11. Chapter number 11, Yeremia 11 verse number 21. Yeremia 11:21. Okay, 22. Ansia 22. Yeremia 11 chakere rochirererwa 22. Yegotebanga ayanaro omonene bw'imiganda agoteba nimba egesusuru abamura babo nabaitwe asesegi. Asia number 19. Komena kianda. Kolende inchenkaba buna emano yengondi enyororo ekoirwa konyenywa tinamanyete nga nigo baroberetie amabasende bagakwana iga tigatosirie omotoyo amona amatunda aye tuangamize mti huu pamoja na matunda yake. Tigatosirie omotoyo amona amatunda. Walipanga njama bakaroberie merobelio ya kuadharisha maisha yako, yogo salio bugima bwao, ya kuharibu maisha yako, yogo salio bugima bwao, mpaka familia yako goikane familia. Anasema kwamba tuangamize mti huu. Ego tabanga tigatosirie omotoyo tiga toyabutole tigatoyobutole orwe asense y'abantu bale moyo
elinde elietali ayelisireke gima tiri inyorwa no nyang'ake ayo monene bwe meganda okona chebina ayo kona chebina asoborongi aye okorigarigia ebirengereri byenkoro tigandore gokorusia egesiomba sebale ekiagera nabekira mang'ana nasuri. Mungu anaangalia hata kama wakutese. Nyasaye nigaligereti Mungu anaangalia hata kama wakutese. Nyasaye nigaligereti no hata kama wameweka maagano, nonya babekira wamepanga njama, nonya barobe ni agenda ya Shetani. Wanataka kukuondoa, wanataka uangamize familia yako na watoto wako. Yani imagine wanaangalia waangamize mti pamoja na matunda. Manya bakoligereri ngabatagete ko sirio mote ama na waangamize mpaka matunda. Si wangeangamiza moja tu. Mbalenge ko sirio. Lakini hawataki familia yako ionekane hata moja. Kulende mbatagete familia hata hawataki hata mmoja atoke hapo. Mbatagete nonye no yo. Lakini sasa soma 21 inasema kulende merongebere na yemego teba asayo ayana aro monene agoteba ingwe. Ni gani haya anasema? Bana toti. Abo bakoligia kongita bagoteba nga timba isakobana aserie tali omonene bateba nga insego koraigo nigo barangite ayana aro omonene bwe meganda agoteba. Omonene bwe meganda anasema nimba egesusuro atawapa. Yeye ni Mungu mwenyewe amesema. Nyasaye mwenyewe okwanire atawatesa wewe mwenyewe. Nimba egesusuro au wako kinyume na wewe, wako kinyume na maisha yako, wamepanga njama, wamekaa katika kikao kukuongea wewe pamoja na familia yako, kwa maana wakitaka kuongea kuhusu wewe wakuangamize, hawataki kuona wanaotoka nyuma wako. Lakini Mungu anasema anawaangalia. Haba kwa monene Yesu. Kwa hivyo usijali. Wewe tasama msalaba. Tasama msalaba. Tasama nyoka ambayo imewekwa mtini. Na ni Musa, imagine aliweka. Sio Mungu aliweka. Muujiza ni Musa alikuwa nayo. Yule mchungaji wako, yule bishop wako, wale watumishi wa Mungu walio kwa pamoja na wewe, lililo ndani yao ni Mungu ameweka ndani yao. Ukiwakataa wao kwa maneno yao tu, umekataa maneno ya Mungu, hautaona muujiza wako. Utatafuta na utapata. Lakini angalia, nyoka ya shaba iliwekwa kule mtini. Lakini imagine na nyoka zilikuwa hapo ndani mingi na senye sumu. Lakini Biblia inasema kwamba Musa akawaambia tasama nyoka ya shaba. Musa akabatabinga hizi ndogo hata kama sina waduru hamutakufa. Nyinyi tasama tu. Unaona wengine wakichokorwa hapa chini, wakiumwa hapa chini, lakini macho yanatazama wapi? Msalabani. Kuambia tasama Mungu. Hata kama kuna mambo mengi unayoyapitia hapa duniani, lazima upitie mambo mengi, lakini tazama nyoka ya shaba. Hizi za chini hata kama zinakuuma, vitina hata kama inakujosa, majosi mengi ambayo umelia duniani, mateso mengi ambayo unayapitia, tazama nyoka ya shaba. Kule msalabani kuna uhai, kule msalabani kuna kuishi tena. Mungu hata kuacha, kwa maana ni watumishi wake wameweka nyoka ya shaba. Wengine wakasema sasa Musa atotebi. Musa anaweza kama anaweza tenda miujiza hata na sisi tunaweza fanya. Lakini yeyote aliyetazama nyoka ya shaba hakukufa. Usiangalie maneno ya ulimwengu. Dunia hii ina mambo mengi. Dunia ina magonjwa mengi. Dunia kuna magonjwa ya kuua. Lakini bado wewe ule ugonjwa ule uliua wengine, uko nao na bado hujakufa. Hautakufa. Nataka kukuambia mtu wa Mungu, hautakufa. Uishi, utaishi. Mungu anataka ushuhudie wema wake. Wanasema waangamize mpaka mti. Wamepanga njama ya kuangamiza familia yako. Wamepanga njama ya kuangamiza kanisa. Halo.
Bwana Yesu asifiwe. Mwana na baba. Haleluya. Mtu anifanyie namna hii. Amen. Unafikiria kanisani? Obugete ngaigase kanisa. Kanisa zilikuwa hivi. Kanisa zilikuwa naenda maombi. Chikanisa chiaga chira masaba. Walikuwa naenda maombi. Lakini kwa sababu neno la Mungu limetoweka. Kwa maana Mungu hata kaa mahali hakuna neno. Mungu hata shikilia mahali hakuna tumaini. Limetoweka. Ndio maana unaona maombi hakuna kanisani. Watu ni makelele tu wanapiga. Mungu ameficha uso wake. Mungu ameondoa uso wake. Hatuangalii tena, tunalia. Lakini hata ngamwatigire nyumba yane yabere litombe. Anasema mmeacha nyumba yangu. Watu wako nyumbani. Abantu mbarase nyumba. Asifiwe Yesu. Mwana na bako. Mwatigire nyumba yane yabere litombe. Mmeacha nyumba yangu mekatubu. Mwatigire nyumba yane birugu bikolera. Mumeacha nyumba yangu viti vinalia. Hakuna maombi huko. Masabota yaroro. Neno alisikiki, mtu akileta neno wanasema hiyo ni yake. Omuntu gakoleta lingana mwata banga. Wanasema hiyo ni uchochezi. Bata banga ukunoko. Mungu wetu atabaki kuitwa Mungu. Nyasai gatika hata kama ichukue muda. Ne bane chinga kichinga ninaki. Neno la Mungu liko hai. Lingana lya Nyasai. Na linatenda. Na ningokora lila. Ni upendo umepoa. No bwanchani bwakeire. Asifiwe Bwana Yesu. Mwana na bakwe. Upendo umepoa, ndio maana hatuombi. Obwanchani bwakeire na kiakora. Mungu ameficha uso wake asituangalie. Nyasaye obisiro busibwa yatatuliye. Kwa sababu ya maovu yetu. Asenge nchama baito. Tunaita na aitiki. Igotoko murangali na. Unajaribu kumulilia Mungu akusaidie. Igogotema kumulea. Unasema Mungu nisaidie. Gote bango manene nkonye. Na bado Mungu ajibu. Na Nyasaye. Unaona kama Mungu ameenda safari. Nyasaye. Mungu hajaenda safari. Ni matendo yetu maovu. Nyasaye taragenda safari. Yamemfanya Mungu afiche uso wake. Akwambia wewe mtu wa Mungu, geuka. Geuka kutoka kwa njia zetu. Kutoka kwa njia zako. Mrudie Mungu. Ukimrudia Mungu, Biblia inasema na yeye atakurudia. Biblia gote banga nera na koiranire. Yeye ataturudia. Nera na toiranire. Nyumba ya Nyasaye yabere litombe. Nyumba ya Mungu imekaa tu. Andu mbaye bagusaba. Hakuna watu wanaomba. Mungu hatavumilia. Nyasaye takole. Anaondoka na anauficha uso wake. Igako ruororo bisobusibwaye. Wahubiri wanahubiri. Abarandi. Watu ni kushangilia tu kushangilia. Abantu niko bako lakini wakiondoka nje, lakini bako seka. Simba marara yako hapo nje. Simba marara yako hapo nje. Na lile neno ulipewa na wachungaji na watumishi wa Mungu. Ukifika nje simba na mesa. Anakuacha ukitembea ukienda vile ulikuja. Limemeswa. Simba ni yule muovu wako nje. Simba ni yule ambaye mnakaa na yeye. Anakuambia unajua ameongea nini? Unajua ameongea nani? Huyu amemuongea fulani. Huyu ameongea fulani na fulani. Hao watu sio wanatupiri namna gani? Ni neno limetoweka. Simba amenyakua iliyo yake. Haleluya. Wacha tudumu katika kuomba. Wacha tuingie ndani ya nyumba. Tutakase miguu yetu. Tufue viatu zetu. Fua viatu. Unapoingia ndani ya nyumba, Musa akaambiwa, we Musa, mahali umesimama ni mahali patakatifu. Fua kwanza viatu zako. Sijui kama wewe unafuanga viatu ukiingia ndani ya kanisa. Sijui kama unafuanga viatu. Unafikiria ukiingia hapo nje unatoa viatu ndio kuvua viatu. Mafikira zako. Mafikira zako. Mawazo yako mabaya. Unawasa mawazo mabaya. Hey, fua kwanza kiatu ingiapo katika hekalu la Mungu. Mungu hajakuacha. Ni wewe umemwacha Mungu. Wewe ndio umemwacha Mungu. Tungekuwa tungesongea Mungu. Tungekaribia Mungu. Maana Biblia inasema umeingia ili ukaribie. Yaani usongee. Usikilize neno la Mungu. Tunaingia na viatu. Tunaingia na mawazo yetu. Tunaingia na uchafu wetu. Tunaingia kutasamana sisi kwa sisi. Tunaingia tukifanya vitina sisi kwa sisi. Biblia inasema mtakulana na kuumizana. Biblia yote abanga moliana na gosumbuana. Bure tu. Bosaigo. Tutakulana na kuumizana. Na kusumbuana. Tutachocheana na kuangamisana. Na gosirania.
ni upendo umetoweka. nase ng'encho obwanchani bwa ruro Upendo wa Mungu. obwanchani bwa Nyasaye. Kanisa hawataki kujua kanisa inakuwa namna gani. Mbatageti komanya Hawataki kujua kanisa ya Mungu inakuwa namna gani. mbatageti komanya ng'aki kanisa ya Nyasaye. Biblia inasema nikimalizia. Biblia kote abagongo kolera. Nikimalizia. Kongo kolera. Psalms 133. Saburi 133. Angalia jinsi ilivyo vyema. Nataka usome haraka kwa sababu ya muda. Angalia jinsi ilivyo vyema. Hebu tuaje. Rarabunere buya na okogokio konene. Ekera abantu abamo bakomenyamo baigwanaine. Amangana iyo ni ganga buna amaguta akwa arama ya mono. Akonyororoka gochiase chindaru chiarun. Aitekera omokoba bwerigoti liegancho yaye. Na ende ni ganga buna lime lia Helimon ligotonya iguru yebitunwa bia Zion. Amen. Arorawo omonene ochikire ogosesenigwa na obugima butali no moelio. Sasa si umepata jibu? Bwana tanyole tirichi. Bwana asifiwe sana. Omonene abako. Angalia jinsi ilivyo vyema. Dorabunere buya. Watu wanaokaa pamoja kwa upendo. Ekera abantu bakomenyamo baigwanaine. Sijui niseme namna gani? Timanye Sijui niseme kitu gani? Timanye tingendo kindu. Angalia jinsi ilivyo vyema. Dorabunere buya. Wacha nisome kwa Kiswahili. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza wakati ndugu wanapoishi pamoja katika umoja. Na kupendeza sio kwa wanadamu machoni pa Mungu na malaika wake. Inakuwa ni vyema. Lakini hapa unatazama mtu namwambia hasifiwe Yesu, asifiwe hapa nje. Lakini ndani unasema huyu anastahili aondoke kanisa hili. Na unakuja ndani unasema haleluya. Angalia jinsi ilivyo vyema na kupendeza machoni pa Mungu. Wakati watu wanapendana na upendo utaonekana huko mbinguni. Wasee wanasema wanainama kwa sababu upendo tu uko ndani ya kanisa. Kwa sababu kuna umoja ndani ya kanisa. Kwa sababu kuna kupendeza ndani ya kanisa. Kule mbinguni kuna upendo na furaha mingi huko mbinguni. Kwa sababu ya watu wanaopendana. Ambia jirani yako tafadhali nipende. Ambia jirani yako tafadhali nipende. Upendo ni lazima. Kwa maana Mungu ameamuru. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Mungu ameamuru anasema itapendeza. Watoto wetu wanalia kwa sababu imeshikana. Mungu akilaani kisasi cha kwanza inafika mpaka cha 4. Sijui wewe unaombea kisasi gani? Sijui wewe unaombea nani? Kwa sababu kisasi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4 wewe huko kisasi gani? Unapenda kuchiombea? Unapenda kuombea watoto wako? Umewaombea waliokuwa nyuma yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Unapigana vita ya leo na ya jana. Maana Mungu anaangalia kisasi cha kwanza mpaka kisasi cha 4. Wewe ni kisasi cha ngapi? Waombee wale waliopita. Wale waliokuwa kabla ya wewe kukua. Hujawahi kumwombea mama yako na baba yako. Hujawahi kuombea babu yako. So umemwacha tu ujui alikuwa anatenda nini? Maana yale machozi alikuwa anawafanyia wengine. Na amefuatana mpaka leo hii. Ndio maana unalia. Si waombee kwanza. Ambia jirani yako si tuwaombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakumbuke hata wao. Kwa ajili ya mateso ya watoto wako. Usifanye watu wengine walie. Maana Mungu ataanzia kisasi chako cha pili mpaka cha 4. Kwa hivyo ukiyatenda mema katika kisasi chako, umewatendea wajukuu na vitukuu. Haleluya. Amen. Kwa nini unawafanya watu wengine wanalia? Kwa nini unawafanya wachungaji wanalia? Akiingia ndani ya nyumba
Badala ya kuomba kanisa libarikiwe, anachiombea yeye, Bwana nishike mkono, unishikilie Bwana, unishikilie. Analia machozi kwa ajili ya kanisa. Umembebesa misigo misito. Anasema Bwana, ungependa kikombe hiki kinipite. Yani upendo umetoweka. Badala wachungaji waingie, watumishi wa Mungu waingie, waombe kwa ajili ya mkutano. Anasema Mungu, tafadhali unitie nguvu. Badala angeombea magonjwa, anaingia ndani cha chumba, anachificha, anafunga milango, anajiombea kwanza Mungu amutie nguvu. Kwa nini umefanya upendo wa Mungu umetoweka? Ukisoma ya mwisho inasema mahali hapo. Soma ikyo isato. Naende ni kama nigenga buna lime lia Helmon ligotonya iguru yebitunwa bya Zion arora uwo mwanene ochikire ogoseseniwa na obogima wapenda nao. Mahali hapo watu wanapendana. Mahali hapo furaha inapatikana. Mahali hapo watu wanashangilia Mungu. Mahali hapo watu wanalia kwa ajili ya Mungu. Sio ulie kwa sababu ya mateso nao yapitia. Hiyo Mungu asikii. Mateso Mungu asikii. Au umeyapitia, mwambie Mungu asante kwa sababu nimeyapitia mateso haya. Najua Mungu unakaa ukiniona nikiteseka. Najua Mungu kesho yangu itakuwa salama. Mateso yangu najua Mungu utaniondolea. Biblia inasema mahali hapo kunako uzarama, anaamuru baraka hata kama uombe. Msimutu asema amina. Anaamuru baraka hata kama uombe au muitani Mungu. Mahali hapo Mungu anaamuru baraka. Biblia inasema kwa Kizungu, he commanded the blessings. Sio ati unaomba unakesha. Hapo mahali wapenda nao, mahali wanaelewana watu. Kwa maana usidanganye Mungu unapenda watu na kumbe ndani kuna jongo. Ndani umeweka mikakati. Obegete mikakati yao. Ugocha kwa tenga haleluya. Unakuja unasema Yesu bweka, lakini imeyangoro obwate binte binge. Lakini ndani yako huko na vitu. Fua kiatu kwanza. Ruhusie bikoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali hapo Mungu anaamuru baraka kwa hao watu hata kama atuombe. Wewe ndio umefanya kanisa lisibarikiwe. Naye kuagelile kanisa tasa. Wewe umefanya kanisa hata aliendelee. Naye ogerete kanisa tagendelea. Na wewe ndio wa kwanza kupingana kule nje, unasema kanisa hili limesimama. Naende nayo maneno. Limesimama ni wewe umesimama. Wacha ukweli ukweli. Ni wewe umekauka. Naye okaugete. Kwa sababu umekosesa upendo ndani ya kanisa. Kanisa litaendeleaje? Mungu ataleta blessings zake namna gani? Na wewe huko nje unapiga stories zako. Na wewe huko nje umeweka vikundi. Na wewe huko nje umeweka barasa. Aliyesiko igobegete barasa. Bwana asifiwe. Neno litaendelea. Neno litaendelea. Ukatae usikatae. Sio wao wanaleta neno, ni Mungu analeta neno mwenyewe. Atapigana vita hata kama wewe unapigana vita. Vita zako mupigane na Mungu. Esegi yao oruane na Nyasaye. Kuwa na upendo. Salimia mwenzako mwambie kuwa na upendo. Upendo ni lazima kutoka kwa Mungu. Pendana na watu. Pendaneni nyinyi kwa ninyi. Ndio kanisa lipate kuendelea. Utakaa mahali hapa mpaka mchoke. Shika njia tuendelee na safari ya kwenda mbinguni. Tupendane kwa upendo wa Mungu. Ndio Mungu aamuru baraka zake kuja kwetu. Unalia machozi mingi kwa sababu ya baraka za Mungu asipo ndani yetu. Unalia unateseka kwa sababu baraka zimeondoka. Wewe ndio umefanya wengine hawataka kubarikiwa. Umezuia baraka za wengine singekuja zinapata, hatupendani zinaondoka. Watu wamebarikiwa, wangebarikiwa lakini kwa sababu ya kutoelewana, kwa sababu ya maneno, kwa sababu hautaki kufua hata viatu ingie ndani ya kanisa. Jamani, tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Roho wa Mungu alienda wapi? Mbona watu hawabarikiwi? Mbona watu wakiombewa hawaponi? Pastor niombe.
Omusomba nsabiri. Basta, kesa kwa ajili yangu. Pastor kesha senga. Wewe unafanya nini? Wewe unakesa? Ayengo kesho. Unataka pastor akese kwa ajili yako akuombee tu wewe tu. Hautaki kuomba. Kuna nini ilikupata? Ulikuwa wapi kakupata? Nkingaikuwa lengege gakonyora. Tuombeaneni sisi kwa sisi. Tigatosabirane Tupeaneni misigo sisi kwa sisi. Ndio upendo wa Mungu ukikuja utatubarikia. Bwana asifiwe sana. Wengine wako nyumbani, wengine wako mashambani, wengine wako katika biashara zao. Na tumekaa pamoja na Kristo Yesu. Tukasema siku ya Sabato tuheshimu siku ya Sabato, na hapo ndio unapiga siasa kweli. Tulisikeli tukolie Sabato. Kolene na watu gwaka siasa nkali. Mungu atuhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, Mungu atuhurumie. Tumechukua mkondo mbaya, lakini Bwana atachinua yeye mwenyewe. Siku inakuja Bwana atachinua yeye mwenyewe. Siku inakuja Mungu atachinua mwenyewe. Siku ambayo wewe hautajua. Siku ya Bwana huwezi jua. Inakuja kama mwisi. Inakuja kama umelala. Inakuja hata kama uendi maombi. Inakuja hata kifungu utatafuta inakukosa. Inakuja hata kisu unataka kujichoma naye na kuambia tafadhali achana na mimi. Unataka uingie kwenye bwaga linakuambia wakati umepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba ukiwa na nguvu za hii. Omba ukiwa na meno yote. Tafuna mifupa bado ungali na meno. Siku ya Bwana inakuja. Na inakuja haijawahi kuonekana duniani. Sijui kama utafanya namna gani. Kwa maana Mungu mwenyewe anafanya kila kitu kwa pumzi lake. Na kila kitu inakuisha duniani. Siku hiyo haijawahi kuonekana. Magorofa mnaoona haitakuwa. Hamtaona. Timogo chirora. Siku hiyo ni ya kilio na kusaga meno. Jiulize utachipata wapi? Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Wacha tusimame juu na tuombe. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe, nguvu zetu ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Baba yetu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe unatupenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe utatuponya, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe kimbilio letu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe msaada wetu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Baba yetu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe kimbilio letu, ni wewe, ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Baba, tunakushukuru sana. Wewe ni mwema kwetu.
Umetusaidia na hata kuona siku ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu ya neno lako tumelipata kutoka kwa mtumishi wako Bwana. Naomba ukaweze kumbariki na yale yameajilia kutoka kwa madhabahu haya yapate nafasi katika maishani mwetu, ili Bwana tukaweze kuimarika katika neno lako na tukaweze kuwa tunatembea katika nuru Bwana. Bariki kila mmoja, inua kila mmoja ambaye ameweza kutusikiza na Bwana kupata neno hili. Wengine walio na shida ukaweze kuwasaidia, wengine wagonjwa wakapata uponyaji wao, walio na majaribu mbalimbali Bwana ukawakumbuke na uweze kuwasaidia kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliye ndani ya nyumba. Asante kwa sababu ya wale wametupata kutoka pale nyumbani kupitia kusikiza radio Bwana. Naomba ukatubarikishe pamoja kwa kuwa wewe ni Mungu. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote. Hata tunapotoa sadaka zetu kwako Bwana, ufanya kazi yako kuendelea. Tunaomba ukabariki kila mmoja atakayehusika. Tunapoenda pia kuenda katika Sunday school, neema yako ikatutoshe kwa kuwa wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Bwana akubariki sana mtu wa Mungu kwa kutusikiza, na Bwana aweze kuwa pamoja na wewe. Tunaweza toa sadaka zetu ili tukaweze kuenda katika madarasa yetu ya Sunday school. Amen. Amen.